kwa niaba ya watu wote walio hapa, sisi tunasema na Mheshimiwa Deputy President, chairman yetu ya Senators ya Mlima anaitwa Wahome ya Matinga. Tuko na senator mwingine wa Mlima anaitwa John Yutu. Iko senator mwingine ametoa rambirambi zake anaitwa Murango wa kutoka Muranga. Na sisi kama masenators wote wa Mount Kenya, wa Kirinyaga anaitwa Murango. Na sisi kama masenators yote ya Mlima Kenya, sisi tumeungana na tumeshikana. Wakati shida itatokea, haitatokea kwa masenata ya Mount Kenya. Tumeungana na tumeshikana nyuma ya kiongozi yetu. Nyuma ya kiongozi yetu. Nyuma ya kiongozi yetu. Kiongozi yetu ya kutoka hapa Mount Kenya anaitwa Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua. Hiyo ndio msimamo yetu kama senators wa hapa na kama viongozi wa hapa, kwa sababu hatuna kiongozi mwingine ambaye tumepatiwa kwa wakati huu. Na mimi Your Excellency nikiwa nimekaa hapa nilikuwa nafikiria, kwa sababu sisi wote, hata Mheshimiwa Aaron Cheruiyot anajua, tumeamua tusaidie na tutengeneze serikali. Hata President William Ruto amesema ikuwe broad based. Hata yule mtu tulikuwa tunashindana na yeye anaitwa Raila Odinga ameingia ndani. Sasa mimi nataka nikuulize, ile mitego tulikuwa tumetega tutegue. Unajua inaweza shika marafiki yetu, ile mitego tulikuwa tumetega huko mbele. So na wewe utafuta marafiki wengine, kwa sababu iko marafiki wameshikana pale, na wewe tafuta marafiki wengine, shikana na wale wengine, wale wadogo wadogo. Ukikutana na Kalonzo Musyoka, shikana na yeye akuwe rafiki yako. Ukikutana na yule mtu mwingine watawe, shikana na yeye akuwe rafiki yako. Ukikutana na mtu mwenye na wabunge wawili watatu, shikana na yeye akuwe rafiki yako. Mtu mmoja tu ndiye tunaweza kuambia usisumbuke sana. Ule mwenye alikuwa running mate ya Raila anaitwa Martha Karua. Unajua yeye ana mbunge, ana governor, ana senator, ana chief, ana nini. Huyo unaweza wachana naye, lakini wale wengine mtu mwenye kuna watu wawili, shikana na yeye ili tuende mbele, kwa sababu wewe ndiye kiongozi wetu na wewe ndiye utatuonyesha vile tutakaa kwa hii serikali yetu. Tupige kisonga. About 2,000 schools in Uganda, but I'm a Kenyan, so Seveni, then we have also run a project in South Africa. Here I am, then we have also had, but all that is teaching. So every lesson is a feedback. We want to work and see what we can do.
Service Commission officers who are present with us, and other executive members, Chairman of Kenya Secondary School. Allow me, Your Excellency, to just say a few remarks and invite Excellency. We are gathered here for the International Confederation of Principals. There are a total of 26 countries in terms of participation. Allow me just to mention, and if I mention your country, even if you are one delegate, please. From Uganda and Tanzania, we have really bashed our previous education system. Really bashed it. But these are products of H4. But because you want to be in fashion, you want to be like, you know, sometimes I ask, for me, who grew up in the slums of Kibera, if I had not met this American couple, where would I be without education? There. Australia, Canada, China, Finland. He has already given us a keynote address this morning, Your Excellency. Ghana. Lesotho. Very big. Your Excellency, that brings together. I think these ones we know. So can you reflect on your own happening now? I don't know about Tanzania and Uganda. I'm talking about East Africans who are here. We are one with the children of the poor. They are packed, and I'm going to give you. How are we harnessing artificial intelligence? Is it for the good of our society, our people? Or are we now beginning to face a scenario where artificial intelligence is also being used in the negative way? I'll speak for Kenya. Just a few weeks ago, we saw how the social media and artificial intelligence can be galvanized, mobilized, and weaponized to actually cast hatred amongst each other, to actually generate violent action amongst ourselves, generate destruction, because it happened, and maybe people felt that they were not responsible. So in our educational system and our practice, how do we inculcate the spirit of responsibility amongst the young people that we teach? Let us also take the issue of climate change very seriously. For Kenya, in the last few years, maybe the last two, we had a debilitating drought, the worst in 40 years, and then everything swung like a pendulum, and the next thing we had floods. And our estimate indicates, and this is data that I got from the Ministry of Education, that over 4,000 classrooms were destroyed by the floods during that period. I'm not even talking of the destruction to the bridges and access to schools, to hospitals, and what else was destroyed. But we must also now live with the reality that climate change is also becoming a serious hindrance to education. The theme of this conference, Future Pathways for Learning and Learners, reflects the urgent need for us to reflect on how to position the education system
in a rapidly evolving global environment. Education faces a multitude of challenges globally, particularly from the technological innovations, inclusivity, climate change, globalization changes in production systems, and shifting demographic trends.